Haleluya. Shalom, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mama Fifi tena mwenye kwa mbele zenu. Wapendwa, tena siku ya leo niko mahali hapa tujifundishe tena ili neno mkitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana kinakuwa kitabu kizuri sana, mnakuwa maneno ya mzuri sana kabisa. Tunasoma mu Yohana tu leo, tunasoma kitabu cha Yohana kabisa. Haleluya. Ndugu yangu mpendwa, kuna watu ambao mtu anaongeaka nabo kuhusu neno la Mungu, bale batu wanasirika, wanakwazika. Unajiuliza huyu mtu anasirika juu nimemkwaza, amesirika ama anaona kama hii mambo ni magumu. Unabakia unajiuliza ni nini amesirika? Mbona huyu mtu amefadhaika? Kwa kumwambia neno la Mungu mbona amefadhaika? Mbona amesirika? Mbona ni kama amebadilika? Kumbe ni vitu vyenye vilianzia kuanzia zamani mpendwa. Hapa mwaki kitabu cha Yohana Yesu anasema na wanafunzi. Yesu alikuwa anasema na wale watu. Ndugu yangu mpendwa, wakati alikuwa anasema nao, wakafadhaika, mioyo yao ikajaa huzuni. Sasa mimi sijui kama hii huzuni yenye watu walisikia hapa au kama ni wanafunzi au wanafunzi ndio ni wanafunzi au wanafunzi wa Kristo. Hii huzuni walisikia hapa. Ilikuwa huzuni ya kuona kisa amebaacha, ilikuwa huzuni ya kuona kama lile neno lenye kwa nabaambia habataliweza. Twende tusome tusikie ndugu yangu. Tutasoma maandiko mingi mu kitabu cha Yohana. Haleluya. Ni maandiko, ni maneno mazuri sana ambayo nilisikia moyo wangu na inafurahia, na mimi nikasema tupartage na wengine. Haleluya. Tunaanza Yohana 16 mstari wa 6. Sababu nimewaambia mambo haya, mioyo yenu imejawa na huzuni. Aseme kwa sababu nimewaambia maneno haya, mioyo yenu inajaa na huzuni. Watu wengi ndugu yangu mpendwa, na unaweza ambia mwenzako neno, namwambia ndugu yangu, neno la Mungu linasema hivi na hivi, neno la Mungu linakatala hiki na hiki. Ule mtu kuliko afurahi, kuliko naye aseme basi Mungu anisaidie na mie niachane na hiki kitu. Lakini ule mtu anasirika, ule mtu anakwazika, ule mtu ananungunika. Unabaki unakuwa unajiuliza, nimemkosea, nimemkwaza? Kumbe ni vya zamani mpendwa. Unasikia hapa kwa mstari wa 6. Kwa sababu nimewaambia mambo haya, mioyo yenu imejawa na huzuni. Aseme kwa sababu nimewaambia mambo haya, maneno yenu imejaa na huzuni. Sasa ile huzuni yenyewe walisikia ilikuwa huzuni gani? Lakini amin nawaambia, yafaa mimi niondoke, kwa kuwa nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu. Aseme yafaa mimi niondoke ili nitakapoondoka, nisipoondoka huyo msaidizi Roho Mtakatifu hatakuja kwenu. Na njoo kwa maana ndugu yangu mpendwa, unayenisikiliza ndugu yangu, mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu, mtoto wa Mungu wa kiume wa kike, usipokuwa na Roho Mtakatifu hauruhusiwi kufanya kazi ya Mungu. Hauruhusiwi kufanya kazi ya Mungu. Kuna wapotoshaji au watumishi wa teoloji njoo wenye wanakuwa kwa nasema ya kwamba mwanamke haruhusiwi kuhubiri, mwanamke haruhusiwi kuhubiri. Lakini mpendwa, kweli sio hivyo. Kweli inasema kweli ni wakati kama haukuwa na Roho Mtakatifu hauruhusiwi kuhubiri, hauruhusiwi kufanya kazi ya Mungu, hauruhusiwi kuombea mtu usipokuwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu unaweza kuwa naombea mtu ile mapepo inamtoke na kuingia wewe. Na njoo kwa maana ndugu yangu mpendwa, mbona kuna watumishi wengi, wa pastere wengi, banaweza muletea mgonjwa muombe na muombe, anaomba tu kuomba tu, watu wanaona naomba, lakini ule mgonjwa hakuna mabadiliko. Ule mgonjwa hakuna kitu, hata pona. Atatoka tu pale na maumivu yake na magonjwa yake. Kwa sababu ya nini? Hii kitu inafanyikaka ni kwa sababu ule mtu hana Roho Mtakatifu. Mtumishi yoyote, mjakazi yoyote, unapoombea mtu wa Mungu, unapoombea mgonjwa, ule mgonjwa kama iko na imani, ule mgonjwa iko na imani, na wewe mwenyewe uko na muombea, na wewe uko na Roho Mtakatifu, ndugu yangu mpendwa, ule maombi itafanya kazi hapo hapo. Itafanya kazi hapo hapo. Njoo kwa maana wanatuambia mbele ufanye kazi ya Mungu, uhakikishe uko na Roho Mtakatifu. Lakini shida ambayo tuko nao sisi wa Kristo wa leo, tunaendaka tunajiaminisha tuko na Roho Mtakatifu, kumbe Roho Mtakatifu hakuna. Tunakuwa tunasema Roho Mtakatifu tuko naye,
Ukiuliza mtu uko na Roho Mtakatifu, ndio ninaye. Umeshajazwa Roho Mtakatifu, ndio ninaye. Kumbe hauna wewe, maskini wa Mungu. Mungu atuhurumie. Lakini nikienda nitamtuma kwenu, naye atakapokuja atauthibitishia ulimwengu kuhusu dhambi. Aseme nisipoenda Roho Mtakatifu hatakuja kwenu, lakini nikienda nitamtuma kwenu, atahakikishia ulimwengu hukumu na dhambi. Njoo maana ndugu yangu, wakati mtu uko na Roho Mtakatifu, ule Roho Mtakatifu ndio anaendaka na kuongoza. Hauwezi anguka mzambi ovyo ovyo. Mtu mwenye uko na Roho Mtakatifu haangukake mzambi ovyo ovyo. Hauangukake mzambi ovyo ovyo ndugu yangu, kwa sababu ule Roho Mtakatifu ndani yako ndio mwenye anaendake kuna kuongoza, ndio mwenye anaendake kuna nena ndani yako. Mungu atusaidie. Ni huruma ndugu yangu, ni huruma. Yaani kweli mimi ni huruma, nasikiaka huruma kuona gisi watu wanakuwa wanajiaminisha wako na Roho Mtakatifu. Hata mimi nilikuwa vile. Kwa sababu zamani nilikuwa kama Mkristo wa kimwili. Na walikuwa wakiniuliza, "Ulishakapata Roho Mtakatifu?" Na itika haraka na kuanza kuonesha, ananiuliza sasa, "Ulijua nini kama kuna Roho Mtakatifu? Nini nakujulisha kama ulishakapata Roho Mtakatifu?" Mimi naanza hesabia. Kwa sababu naonaka sasa mimi nataka tenda mabaya, nasikia roho na katala, sasa mimi nataka fanya kitu, nasikia roho na katala. Njobe nilikuwa nasemaka vile. Na watu wengi wako saa vile mimi nilikuwaka. Yes, ni vichekesho hivyo mpendwa. Nilijichekaka mimi mwenyewe. Wakati walinifundisha juu ya Roho Mtakatifu, nikajicheka mimi mwenyewe. Hiyo ni dhamiri mpendwa. Wakati unataka tenda dhambi, unataka fanya mabaya, unasikia roho na katala, hiyo ni dhamiri. Sio Roho Mtakatifu. Hiyo ni dhamiri ndugu yangu. Haleluya. Mungu atusaidie. Watumishi, wajakazi, watoto wa Mungu mnaohubiri hapa kwa mitandao, kwa TikTok. Kama uko na hubiri na hauna Roho Mtakatifu, uko naponda tu muda wako. Mpendwa, uko naponda muda. Uko naponda muda. Kwa sababu na mbinguni hawakujue. Mbinguni hawakujue mpendwa. Uko najiaminisha ushapata Roho Mtakatifu, kumbe we maskini ya Mungu bado. Maskini ya Mungu bado uyapata Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema ya kwamba asiyekuwa na Roho wangu sio wangu. Mtu mwenye yakuwa na Roho Mtakatifu yeye si mtoto wa Mungu. Sio mie, ni maandiko yanabisema mpendwa. Tujitafute. Wahubiri si venye tuko na hubiri hapa kwa TikTok, venye tuko na hubiri kwa Facebook, watu wako na hubiri YouTube, wako mko na hubiri kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, wengine wako natembea wanahubiri. Ujitafute mbele wahubiri mpendwa, ujitafute, ujichunguze kama ushakapata Roho Mtakatifu. Kama uyapata Roho Mtakatifu, fanya nguvu upate Roho Mtakatifu. Kazi yako isikue bure. Haki na hukumu kwa habari ya dhambi, kwa sababu naye atakapokuja atauthibitishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu. Hapa ni mstari wa 8. Aseme atakapokuja kwenu Roho Mtakatifu, atahakikishia ulimwengu haki na hukumu. Roho Mtakatifu atakwambia haki na hukumu na dhambi, atakwambia. Hakuna mtu mwenye anaweza kudanganya kama kuna Roho Mtakatifu mpendwa. Dhambi ni dhambi, Roho Mtakatifu atakwambia hii ni dhambi. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu ninakwenda kwa Baba, nanyi hamtaniona tena. Kwa sababu ya dhambi, Mungu anawaambia aseme, Bwana anasema kwa sababu ya dhambi, Mungu atawahakikishia kwa habari ya dhambi. Na kwa sababu yeye anaenda kwa Baba, hatutamuona tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu ya hukumu, mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Ndugu yangu mpendwa, hii ni maneno Bwana Yesu alikuwa anazungumza na wamitume. Bado ninayo mambo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili sasa. Aseme bado nina mambo mengi ya kuwaambia, lakini bado hamwezi kuistahimili sasa. Kwa nini? Kwa nini aliwaambia aseme hii mambo niko na mengi, hamwezi kuistahimili, hamwezi kuibeba, hamwezi kuishika yote? Kwa sababu walikuwa bado Roho Mtakatifu alikuwa hayakuwa ndani yao. Roho Mtakatifu alikuwa hayakuwa ndani yao mpendwa. Ndio maana Bwana aliwaambia hivi,
Aseme niko na mengi ya kuwaambia, lakini siwezi sasa, kwa sababu hamwezi kuistamili, hamwezi kuibeba, hamutaweza kuishika, kwa sababu ule roho bado. Atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie katika kweli yote. Haleluya! Atakaye kuja huyo roho wa kweli atakuongoza kutie katika kweli yote. Roho Mtakatifu, unapopata Roho Mtakatifu, huyo ndio atakuongoza katika kweli yote. Mpendwa, yeye hatanena kwa ajili yake mwenyewe, bali atanena yale yote atakayosikia. nasikia aseme Roho Mtakatifu hata nena yaliyo yake, atanena yale ambayo atakayosikia, naye atawaonyesha mambo yajayo. Roho Mtakatifu ataonyesha mambo yajayo. Na njoo kwa maana, ndugu yangu mpendwa, kama uko na Roho Mtakatifu, hauna lazima ya kusema mbona hii haiandikwe, mbona hii haiandikwe. Roho Mtakatifu mwenyewe atakufunulia. Ukisikia mtu uko na weka ubishi, nipatie andiko yenye nasema hii kitu. Unaambia mtu hiki ni dhambi kiko nafanya, nipe andiko yenye nasema ile, nipe andiko yenye nasema ile, kwa sababu ule mtu hana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio atatufunulia vyote vya mingi vyenye havikuandikwaka, lakini Mungu alijua kama wakati yenye mtu anapata Roho Mtakatifu, hata kama havikuandikwa navyo, Roho Mtakatifu atatuambia, Roho Mtakatifu atatufunulia, atatuambia hivi ni dhambi, hata kama havikuandikwa. Ni huzuni sana, ndugu yangu mpendwa. Nasikiaka huzuni wakati na usikiaka mtu uko ananiambia, ukimwambia mtu, ndugu yangu, hiki ni dhambi kiko nafanya, asa nipe andiko. Nipe andiko yenye nasema kama hii ni dhambi. Ni huruma. Nasikiaka huruma sana. Atanitukuza mimi, kwa maana atayachukua yaliyo yangu na kuwajulisha ninyi. Aseme Roho Mtakatifu atanitukuza mimi na atachukua yaliyo yangu, atawajulisha nyinyi. Roho Mtakatifu njoo mwenyewe alitumaka akwa natujulisha ile yenye haikuandikwaka, vile vyote vyenye havikuandikwa. Roho Mtakatifu ndio anaenda natufundisha havyo. Na njoo kwa maana mpendwa, usipokuwa na Roho Mtakatifu, vya mingi utakuwa nafanya biko rongo. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, vya mingi utakuwa nafanya maerere mingi, na unakuwa na jizani ya kwamba ungali unasimama. Utakuwa nafanya erere mingi, utakuwa nafanya makosa mingi, mistake mingi utafanya, utafikiri ya kwamba ungali unasimama, kumbe ulishaanguka mpendwa, ulishamkosea Mungu, ulishatenda dhambi mingi kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Vyote alivyo navyo Baba ni vyangu. Ndiyo maana nimesema Roho atachukua yaliyo yangu na kuwajulisha ninyi. Aseme vyote alivyo navyo ni vyangu. Na njoo kwa maana mimi nasema Roho Mtakatifu atachukua vyote, atawajulisha nyinyi. Vyote vilivyo vyangu atachukua, atawajulisha. Bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Aseme bado kitambo kidogo hamutaniona, na bado kitambo kidogo mtaniona. Nasikia ndugu yangu. Baadhi ya wanafunzi wakaulizana, ana maana gani asemapo bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Naye ana maana gani asemapo kwa sababu ninakwenda kwa Baba? Wanaulizana hapo, walikuwa naulizana, kaendelea kuulizana. Ana maana gani asemapo kitambo kidogo? Hatuelewi hilo analosema. Yesu akatambua kuwa walitaka kumuuliza juu ya hilo, hivyo akawaambia, je, mnaulizana nina maana gani niliposema bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Amin, amin nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, lakini ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunika, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke Haleluya. Aseme nyinyi mtalia, lakini ile huzuni wenu, ile huzuni yenye mtakuwa nayo itageuka kwa furaha. Haleluya. Ndugu yangu mpendwa, wakati wa mitume walipata Roho Mtakatifu, walikuwa na furaha kubwa, walihubiri bila boga, walitembea kuhubiri neno la Mungu, walishuhudia Kristo. Ukiwa na Roho Mtakatifu mpendwa, utamshuhudia Kristo bila haya, utamshuhudia Kristo bila boga. Ndugu yangu mpendwa, haleluya. Kuwa na Roho Mtakatifu ni ya maana sana. Na njoo kwa maana ndugu, Biblia inasema ya kwamba mtu mwenye hana Roho Mtakatifu ule sio wa Mungu. Hauko wa Kristo. Usipokuwa na Roho wa Kristo hauko wa Kristo.
Na mtu yeyote asiyekuwa na Roho Mtakatifu hata ingia mbinguni. Hata ingia mbinguni. Sio mimi nasema, ni maandiko mpendwa. Haleluya. Mungu atusaidie. Tunaenda haraka haraka, maverse ziko mingi. Tuangalie Yohana wa 12. Yohana 12. Tusome hapa kwa mstari wa 14. Haleluya. Amewafanya vipofu na kuifanya mioyo yao kuwa migumu. Aseme amewafanya vipofu na kufanya mioyo yao kuwa migumu. Ni wanani wale? Ni wale watu wenye hawataki kugeuka. Ni wale watu ambao hawataki kuamini. Ni wale watu ambao hawataki neno la Mungu. Mungu anafanya mioyo yao kuwa migumu. Mungu anawafanya kuwa na mioyo migumu. Anawafanya kuwa vipofu wasione. Anawafanya kuwa wanafunga masikio wasisikie, ili wasiweze kuona kwa macho yao wala kuelewa kwa mioyo yao. Usudi kwa macho yao wasione, na kwa masikio ya mioyo wasielewe, masikio yao wasisikie, wasije wakageuka nami nikawaponya. Unasikia? Wasije wakageuka nami nikawaponya. We mtu mwenye uko napinga neno la Mungu leo, ni huruma kwako. Ni huruma ndugu yangu mpendwa. Mungu ameruhusu roho ya upotevu kuivale kwa sababu hautaki kugeuka, hautaki kuponya. Mungu anaingiza ile roho ya upotevu kuvale. Ndio vile Mungu aliingizaka, unasikia gisi Bwana alikuwa anaongea hapa juu ya wale Wayahudi. Aseme mimi nafanya mioyo yao kwa migumu, na mimi nafanya masikio yao kwa vipofu, biziwi, na macho yao kwa vipofu, kwa sababu wasije wakaona wakageuka na nikawaponya. Unasikia? Huruma sana. Mungu atusaidie. Isaya alisema haya alipoona utukufu wa Yesu na kunena habari zake. Lakini wengi miongoni mwa viongozi wa Wayahudi walimwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakukiri waziwazi, kwa maana waliogopa kufukuzwa katika masinagogi. Nasikia? Wengi asema walimwamini, wakamwamini kwa uficho. Hawakupenda waoneshe kwamba wamemwamini, wamemkubali, kusudi basi wafukuze ndani ya masinagogi. Watu wangapi wenye wanakuwa nakatala kufuata kweli? Ni Wakristo wangapi ambao wanakatala kufuata neno la kweli? Unaposikia neno la kweli hapa kwa mtandao, hapa TikTok, unaogopa kutafuta watu ya Mungu, unaogopa mume wako, unaogopa watumishi yako, unaogopa wachungaji yako. Bakinisikia nilienda okoka, nilienda fasi fulani nikaombewa, bakinisikia nilikuwa hivi, watanifukuza mkanisa. Huyu mwanaume akinisikia nimeokoka, huyu mwanaume atanifukuza, ataniacha. Ni bangapi ndugu yangu? Vitu vile vyenye vilikuwa zamani na leo viko vinafanyika. Sikia hapa Bayahudi mamwa walimwamini Kristo kwa uficho. Walimwamini kwa uficho, hawakupenda wa ndugu zao wajue ya kwamba wamemwamini. Kwa sababu wa ndugu yao wakijua kwamba wamemwamini Kristo, watawafukuza ndani ya masinagogi, watawafukuza mwele makanisa zenu. Ase tunamutenga kwa sababu alienda fasi fulani kuombewa, kwa sababu alienda tafuta mtumishi fulani, tunamutenga. Na leo biko mpendwa, ndugu yangu, shauri na kuja kukushauria. Usiangalie mume wako, usiangalie mke wako, usiangalie baba yako, mama yako, usimwangalie mchungaji wako. Tafuta wokovu ya kweli, ponya nafsi yako. Yesu anakuja, hukumu ya Kristo inakuja. Ponya nafsi yako ndugu yangu, hukumu inakuja. Ponya nafsi yako ndugu yangu, hukumu inakuja. Wao walipenda sifa za wanadamu kuliko sifa zitokazo kwa Mungu. Unasikia? Wale Wayahudi walipenda sifa za wanadamu kuliko sifa za kutoka kwa Mungu. Na nyie wa Kristo wa leo mko mnataka muonekane kwa wachungaji wenu, wachungaji wenu waone kama mama fulani ni mwaminifu, mama fulani ni mwaminifu, baba fulani ni mwaminifu, anatowaka kwa uaminifu. Bana kutapa mkanisa, wanakupatia na cheo, bana kupatia cheo mkanisa kusudi wakufunge vizuri usitoke kwenda kutafuta kweli. Bana kufunga, bana kupatia cheo. Mungu akuturumie. Yesu akapaza sauti akasema, yeyote aniaminie haniamini mimi peke yangu, bali yeye aliyenituma. Yeyote aniaminie haniamini mimi peke yake, bali na ameamini yule aliyenituma. Yesu akasema, yeyote anionaye mimi amemwona yeye aliyenituma. Mimi nimekuja kama nuru ulimwenguni, ili kwamba kila mtu aniaminie asibaki gizani. Haleluya, haleluya.
Oh Yesu, asante Bwana. Mimi sina hata lazima ya kutafsiria, ni neno liko tu wazi, ni Swahili yenye nasikilika vizuri. Ni Swahili nasikilika vizuri. Aseme kila atakayeniamini, kila atakayemwamini Kristo hata baki gizani. Toka gizani mpendwa, toka ndani ya giza, toka mwele makanisa zinakufunga usiokoke, toka mwele kanisa kuna kudistrere, ile kanisa kuna inakufunga macho, wanakufunika kitambaa kwa macho ili usijue kweli, ili usiamini kweli, usiende mbinguni. Wamekupatia cheo kusudi uendelee kubakia pale, endelea kuamini bongo. Mungu atusaidie wapendwa. Mungu atuhurumie. Haleluya. Toka ndugu yangu. Tosha ile kitambaa kwenye macho. Ile kitambaa wamesha kufunika kitambaa kwa macho ili usijue kweli. Yesu anarudi ndugu yangu. Kimbia haraka usije kabakia. Kimbia ndugu yangu mpendwa. Badala ya hukumu hakutakuwa tena kwa kuokoka. Badala ya unyakuo. Samahani wapendwa. Bwana nisamee. Badala ya unyakuo hakutakuwa tena mahali pa kuokoka. Ukikatala kuokoka saa hii, ukikatala kutii neno la Mungu saa hii, ukikatala kufuata wokovu ya kweli saa hii, hakuna kwenye tena utaokokea. Mungu atusaidie. Mungu atuhurumie wapendwa. Okoka saa hii ndugu yangu. Acha kudanganywa na wachungaji. Haleluya. Mimi simhukumu mtu yeyote anayesikia maneno yangu na asiyatii. Kwa maana sikuja kuuhukumu ulimwengu bali kuuokoa. Aseme mimi si hukumu wale wanyoko na katala kutii maneno, kusikia wako nasikia maneno yangu lakini hawapendi kuitii. Mimi si wahukumu, nilikuja tu kuwaokoa. Unasikia huruma ya Kristo. Huruma ya Kristo ndugu yangu mpendwa. Bwana Yesu anahitaji kila mmoja, hata kama ulitembea mujinga wa namna gani, hata kama ulifanya mpumbavu wa namna gani, Bwana anasema hakuhukumu, lakini atakaye kuhukumu ni mmoja. Ni siku moja ya mwisho. Hiyo siku ya mwisho ndugu yangu, njoo utapata kia mtema lukuni. Utapata kia moto mpendwa. Ndugu yangu, mtu yoyote atakayesikia maneno ya Mungu na kutokuitii, ile siku ya mwisho ile atakiona kia moto. Unaweza ingia kanisani, unaweza okoka, unasema unaokoka na mkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, lakini bado wokovu haiingia ndani yako. Unabakilia tu pale pale, unabakilia pale pale kwa ile levu. Unakuwa tu mwenda kanisani, mwenda kanisani, unaweza ingia mkwaya unakuwa naimba, unaweza ingia kwenye kupiga sijui muziki, unaweza kufanya kitu gani ndani ya kanisa, lakini mkiroho yako uko tu hapo. Hauvuke madaraja, hauko navuka mpendo, hauko naendelea, hauko napanda, kiroho yako hakipande, kiko tu pale pale, unabakia hapo mpendwa. Bwana anasema wale wako nasikia maneno yake na hawataki kuyafata, aseme yeye hawahukumu. Lakini siku ya hukumu tu inakuja mpendwa. Inakuja. Hapa kwa hivyo verse anasema yeye hahukumu mtu. Hahukumu mtu. Lakini siku ya hukumu, siku yule mwenye alimtuma atahukumu ulimwengu. Utakiona kia moto ndugu yangu. Mungu atusamee. Yuko amhukumu yeye anikataye mimi na kutokuyapokea maneno yangu. Unasikia ndugu yangu? Kuko yule atakaye mhukumu yule ambaye alimkataa Kristo, yule ambaye mwenye nakatala maneno ya Kristo, yule mwenye nakatala zile sheria za Kristo, aseme kuko mwenye atamhukumu. Yaani yale maneno niliyosema yenyewe yatamhukumu siku ya mwisho. Unasikia? Kwa maana sisemi kwa ajili yangu mwenyewe, bali Baba aliyenituma aliniamuru ni nini cha kusema na jinsi ya kukisema. Unasikia? Aseme Baba aliyemtuma njoo mwenye alimwambia ni nini ya kusema na jinsi ya kukisema. Haleluya. Nami ninajua amri zake huongoza hadi kwenye uzima wa milele. Amri za Mungu zinaongoza mwanadamu kwenye njia ya milele. Wewe ukikatala amri za Mungu, ukikatala sheria za Mungu mpendwa, manake wewe utaongozwa kwenye ziwa la moto. Lakini ndugu yangu, sikia amri za Mungu, ti sheria za Mungu zikuongoze kwenye uzima wa milele. Haleluya. Hivyo lolote nisemalo ndilo lile Baba aliloniambia niseme. Aseme lolote asemalo ndio lile Baba alimtuma aseme. Haleluya. Mungu atusaidie wapendwa. Shika amri za Mungu ndugu yangu, usijokalie. Shika amri za Mungu. Mungu atusaidie. Tunaangalia tena na Yohana ile. Yohana ile tungali tu mule mu Yohana. Hapa 12:30
33. Yohana 12. Bwana tusaidie. Yohana 35. Ndipo Yesu akawaambia, bado kitambo kidogo, nuru ingalipo pamoja nanyi. Asema Yesu akawaambia, bado kitambo kidogo, nuru ingalipo pamoja nanyi. Enendeni maadamu mna nuru, msije mkakumbwa na giza. Aseme enendeni bado mungali na nuru, msije mkakumbwa na giza. Ndugu yangu mpendwa, ili neno ni letu. Hii maneno Yesu alikuwa anaiambia wale wa mitume, lakini hii maneno iko kwetu sisi leo, siku ya leo. Enendeni katika nuru, bado giza. Aseme kama unakatala kutembea katika nuru ya Kristo, ndugu yangu, giza inakuja. Giza inakuja mpendwa. Utakia tamani kuokoka, hautaokoka. Utatamani uamini, hautaamini tena. Wokovu itakuwa imetoka duniani. Roho Mtakatifu atakuwa ameshaondoka. Utatamani kutubu, hakuna nafasi ya kutubu. Haleluya. Mtu anayetembea gizani hajui anakokwenda. Wekeni tumaini lenu katika nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Haleluya. Aseme mtu anayetembea katika giza haujua kwenye uko naenda, lakini ndugu yangu, weka tumaini lako katika nuru ili upate kuwa mwana wa nuru. Weka tumaini lako katika Kristo Yesu. Haleluya. Mungu atusaidie mpendwa. Mungu atusaidie. Weka tumaini lako katika nuru, mtu wa Mungu. Haleluya. Tungali hapa kwa 12, tusome mstari wa 25. Mtu yeyote anayependa maisha yake atayapoteza. Mtu yeyote anayependa maisha yake hapa duniani ataipoteza. Naye ayachukiaye maisha yake katika ulimwengu huu atayaokoa hata uzima wa milele. Aseme yoyote anayechukia maisha yake katika ulimwengu huu, aseme utaiokoa, utapata uzima wa milele. Hii msemo inamaanisha nini mpendwa? Hii msemo inamaanisha hapa duniani ujikane, uteseke, ukule vibaya, uvale vibaya. Msinisikie vibaya wapendwa, kwa sababu watu wanaenda wanatafsiri maneno vibaya. Mimi siseme ya kwamba usivale mavazi mazuri, hapana. Siseme vile. Bwana hapa anamaanisha kwamba hapa kudunia, weka kazi ya Mungu mbele, weka sheria za Mungu mbele. Fanya lolote uwezalo, fanya yote uwezekanavyo, utie vitu vya Mungu mbele. Kama ni kazi yako ya mikono, tumika kidogo, kazi ya Mungu tumika sana. Njoo kenye hii msemo inamaanisha. Kazi ya Mungu tumika sana mpendwa. Ikala mkitabu ya Biblia, soma Biblia, jua nini njoo nifanye ili niokoke. Fanya nini? Nifanye nini ili niokoke? Sikiliza watumishi wa Mungu wenye wanafundisha kweli. Fundisha watumishi wa Mungu wenye wako na hubiri kweli kwenye mtandao hii. Acha kufuata wale manabii wa bongo. Acha kufuata hao wenye biko banafundisha tu habari ya mabaraka, manyota, sijui ufungulivu nini. Sikiliza neno la Mungu la kweli lenye litakutosha ndani ya dhambi, likutosha mzambi, likupeleke uzima wa milele. Njoo neno usikilize. Haleluya. Mtu yeyote akinitumikia lazima anifuate. Aseme mtu yoyote akimtumikia Bwana ni lazima umfuate. Hautasema tu uko namtumikia Bwana na uko tu pale pale. Imani yako haiongezekake, kiroho chako hakipandake, uko tu pale pale. Bora tu unajiaminisha, mimi ni Mkristo wa miaka, mimi nilibatizwa kama 2002, mimi nilibatizwa kama 2000, mimi nilibatizwa kama 2005. Uko najimanisha, ila haitakuokoa mpendwa, ila haitakuokoa. Fanya nguvu yote, pandisha kiroho chako kipande juu sana. Upokee Roho Mtakatifu. Ule Roho Mtakatifu ndio atakuokoa. Ule Roho Mtakatifu ndio atakusaidia. Nami mahali nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwa. Unasikia? Mahali Kristo alipo ndio watumishi wake watakuwa. Hapana watumishi tu wa mdomo. Hapana kwa tu tunasema tuko wa Kristo, tuko wa kutumishi ya Mungu, tuko sijue vitu gani. Na japo ndugu yetu, Mungu anapotuangalia, ndugu yangu, Mungu anapotuangalia, ile utumishi yenye tuko nasema Mungu haione ndani yetu. Usikuwe tu mtumishi wa kumdomo tu.
Usikuwe mtumishi wa kutafutia tumbo lako. Uko na tafutia tumbo lako, unatafuta ukwe na maisha mazuri kupitia neno la Mungu, wako na kutolea masadaka, unendo unafungula kanisa, hautaki kuambia watu kweli kusudi uishi mzuri, utembele magari mazuri, watoto wako wasome mashule mazuri, kusudi ya jina la Yesu. Unakuwa naiba watu mjina la Yesu Kristo. Unakuwa na tapeli watu mjina la Yesu Kristo. Mungu atuhurumie wapendwa. Mungu atuhurumie. Aseme mahali Kristo alipo njo kwenye watumishi wake watakuwa. Si kila mtumishi ambaye atakuwa mahali pale. Jiangalie ndugu yangu, siku ya kulia na kuomboleza na kuya. Mtu akinitumikia baba yangu atamheshimu. Nasikia mtu akimtumikia Kristo baba yake atamheshimu. Mtu ukimtumikia Kristo kwa haki na kwa kweli, aseme baba yake atakuheshimu. Haleluya. Oh, Bwana Yesu asante. Tunarudia kwa Yohana 10. Nilisema leo tutasoma mu Yohana tu. Yohana tu. Hapa tunasoma Yohana 10 mstari wa 24. 24 mpaka 33. Sasa hivi tutakuwa tushavisoma hivi. 10:24. Wayahudi wakamkusanyikia wakamuuliza, utatuweka katika hali ya mashaka mpaka lini? Sikia Wayahudi. Asema utatuweka katika hali ya mashaka mpaka nini? Mpaka nini utatuweka katika hali ya mashaka? Hautaki kujifunua tukujue. Ndugu yangu, alikuwa kanajifunua, vingine alikuwa anabisema tu wazi, lakini masikio yalikuwa yamefungwa. Kama wewe ndiye Kristo, tuambie waziwazi. Aseme kama wewe ndio Kristo, si tuambie waziwazi. Yesu akawajibu, nimewaambia lakini hamuamini. Mambo ninayoyatenda kwa jina la Baba yangu yananishuhudia. Aseme nimewaambia lakini hamuko naamini. Mambo niko natenda inanishuhudia mimi niko nani, lakini hamutaki kuona. Muko naangalia, mnatosha macho hivi lakini hamuone. Muko tu hivi, muko na nyorosha mashingo hivi, hamuone, hamuelewe. Mungu atuhurumie wapendwa. Wakristo wengi wako vile. Wakristo wengi wako vile, wanajiita Wakristo. Ndio maana mimi nasemaka Ukristo. Wakristo wengi wamevala Ukristo wa koti. Wakoti, unavala Ukristo wa koti. Sio Ukristo sio kusema wewe uko Mkristo. Ni koti tu unavala. Ni jina tu, Kristo ya kumudomo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, kumudomo tu. Mungu atuhurumie, ni huruma sana. Lakini hamuamini kwa sababu ninyi si wa kundi la kondoo wangu. Aseme nyinyi hamuko mnaamini, lakini hamuko mnaamini kwa sababu nyinyi hamuko ba kondoo, kundi la kondoo langu. Hamuko ba kundi ya kondoo langu. Mnasema mko tu wa Kristo, mnasema tu mnaokoka, lakini ni kukinywa tu, hamuko mkundi la wana wa Mungu. Yesu ni huruma sana. Oh, Bwana tuhurumie. Kondoo wangu huisikia sauti yangu nami nawajua. Aseme kondoo wangu wanasikia sauti yangu na mimi nawajua. Bwana anawajua mpendwa. Mungu anajua kila aliye wake. Usijisumbue bure mpendwa, usijisumbue. Kama uko Mkristo ambaye unasimama ndani ya kweli yote, Bwana anajua. Nao hunifuata. Nami ninawapa uzima wa milele, hawataangamia kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka katika mikono yangu. Haleluya. Aseme nao wananijua na wananifuata, na mimi nitawapatia uzima wa milele, hakuna mtu atawapokonya mu mikono yangu. Haleluya. Haleluya. Yesu asante. Ndugu yangu mpendwa, hiki kitabu kinakuwa kizuri sana. Banduku, sijui kama wapendwa msome Biblia, iko tamu. Msome Biblia, iko tamu wapendwa. Aseme ni wangu. Kondoo wangu wananijua na wananifuata, na mimi ndawapatia uzima wa milele, hakuna atakayewapokonya mikono yangu. Hakuna yule mwanaweza kuja tena kuwaiba. Ni ule mtu mwenye ameshajazwa na Roho Mtakatifu. Ndugu yangu mpendwa, mtu mwenye alishajazwa na Roho Mtakatifu, na ule Roho Mtakatifu kuna mulinda, kwa sababu kuna dhambi zinamkimbizaka. Kuna dhambi yenye unaweza tenda Roho Mtakatifu anakimbia. Unabakiwa unasema unawaza ungali na Roho Mtakatifu, kumbe haiko. Kumbe aisha kutoka. Roho Mtakatifu hapendake dhambi. Hapendake dhambi mpendwa. Ukiwa na Roho Mtakatifu haezi kaa ndani yako. Haezi. Aseme na mimi ndawapatia uzima wa milele, na hakuna mtu wa kuwatosha mikono yangu.
Baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote, na hakuna awezaye kuwapokonya kutoka mikononi mwake. Haleluya. Aseme baba yangu aliyenipa hawa ni mkubwa kuliko wote, na hakuna mtu anaweza kutosha hawa watu wenye wameniamini mu mikono yake. Oh, njoo maana wenzetu. Oh, haleluya. Haleluya, Yesu asante. Njoo maana wenzetu wale watumishi wa zamani, wale wasuja wa imani waliteswa, waliuawa, hakuna mwenye alirudia nyuma. Hakuna mwenye alisema hivi mateso napita acha niache imani. Hivi mateso meipita acha niache imani. Lakini ndugu yangu, kuna watu ambao wanaacha Kristo juu ya mwanaume. Mwanaume anakuambia, aseme Bwana, mie kama utaki kuna jipamba, kama utaki kuna jitengeneza, Bwana mie tutaachana kabisa. Vrema tutaachana. Tutaachana, siwezi bakia na mwanamke mwenye anajifanya saa villageois, mwanamke mwenye apendi kutia makeup, mwanamke mwenye apendi kutia plante kukichwa. Utie plante kukichwa upendeze, utie bizu ya oro, nikuzie bizu ya oro, chenete ya oro uvale upendeze, utie choko uangare kidogo. Mimi siwezi kubakia na wewe unafanana ba villageois. So nasikia vile imani unaitupa, unafuata mwanaume. Ndugu, siku utakufa, njoo utajuta. Siku pumu zitatoka, utajuta mpendwa. Utajuta, utalia na kusaga meno, utalia ningelijua na kuyaka nyuma. Ningelijua majuto na kuyaka na retare mpendwa. Mungu atusaidie. Mimi na baba yangu tu umoja. Kwa mara nyingine Wayahudi wakainua mawe ili wampige nayo. Aseme mimi na baba yangu tu mmoja. Mimi na baba yangu tuko mmoja. Wayahudi ase wakatafuta mawe, wanataka wamupige, wampasule kichwa. Lakini Yesu akawaambia, nimewaonyesha miujiza mingi mikubwa kutoka kwa baba yangu. Ni ipi katika hiyo mnataka kunipiga mawe? Ni kitu gani mnataka nipigia mawe? Nimewaonyesha miujiza mingi, nimewaambia kweli yote, mnakatala, mnataka nipiga mawe. Nimewafanya nini? Wakristo wengi ndugu yangu, hapa huko nasema, ukisema kweli wanaanza kukutukana, wakukutusi, wakukuandikia ku TikTok wanatukana. Ndugu yangu, kweli kuanzia zamani kweli inapingwaka. Mungu atusaidie.